Ninakuletea simulizi tamu ya mapenzi inayoitwa Shemeji Utanihua sehemu ya 4. Mwandishi wa simulizi hii ni DJ Manumbu. Msimuliaji ni mimi, binti Zuri. Dar es Salaam, jiji ambalo si kila kinachoonekana ndicho kilicho moyoni. Na ndani ya nyumba ya Neema mambo yalianza kubadilika taratibu. Zawadi na Victor sasa walikuwa kwenye mstari mwembamba sana. Mstari kati ya heshima na tamaa. Siku hiyo ilikuwa ni Jumamosi. Neema alikuwa amepanga kwenda saluni asubuhi. Leo nitarudi jioni kidogo, Neema alisema huku akijiandaa kutoka. Zawadi akatikisa kichwa kwa upole, huku moyoni akihisi kama siku hii ina maana tofauti. Baada ya Neema kuondoka, nyumba ikatulia. Victor alikuwa chumbani kwake, akijaribu kujishughulisha na simu yake. Lakini mawazo yake hayakuwa sawa. Zawadi, kwa upande wake, alikuwa amejiandaa. Alivaa nguo nyepesi za nyumbani zilizomkaa vizuri sana. Hakujipodoa sana, lakini uzuri wake wa asili ulitosha kabisa. Alijua anachokifanya. Polepole akatoka chumbani akaelekea upande wa Victor. Akagonga mlango kidogo. Karibu, sauti ya Victor ilisikika. Zawadi akaingia. Kwa sekunde chache walitazamana kimya. Kulikuwa na kitu hewani. Kitu kizito chenye kuvuta hisia. Nilikuwa naomba unisaidie kitu kidogo kwenye simu yangu, Zawadi alisema kwa sauti ya chini. Victor alimsogelea kumsaidia. Walipokaribiana umbali wao ukapotea kabisa. Mikono yao ikagusana tena, lakini safari hii hakuna aliyekwepa haraka. Macho yao yakakutana. Hakuna aliyeongea. Muda ulisimama kwa sekunde chache. Zawadi akavuta pumzi polepole. Victor naye akameza mate. Na bila kujua walikuwa wamekaribia sana. Karibu zaidi kuliko ilivyopaswa. Kwa sekunde ile ilikuwa kama wanakaribia kufanya jambo ambalo halirudi nyuma. Lakini ghafla, simu ya Victor ikaita. Wote wakashtuka. Victor akajitenga haraka, akachukua simu ile kama mtu aliyenusurika ajali. Ilikuwa ni Neema. Hello, ndiyo mpenzi, Victor aliongea huku sauti yake ikiwa imebadilika kidogo. Zawadi alisimama pale akitabasamu kwa ndani. Alijua Victor sasa yuko ndani kabisa ya mchezo. Jioni ilipofika, Neema alirudi nyumbani. Lakini siku hiyo macho yake yalikuwa tofauti kidogo. Alimwangalia Zawadi kwa muda, kisha akamwangalia Victor. Kuna kitu naona kimebadilika, alisema kwa utani wa nusu, lakini macho yake yalikuwa yanachunguza. Victor alicheka kwa nguvu kidogo. Zawadi akageuza mada haraka. Lakini ndani ya moyo wa Neema mbegu ya shaka ilikuwa tayari imepandwa. Usiku huo Neema alilala, lakini usingizi haukuwa mzito kama kawaida. Kuna kitu kilikuwa kinamwambia si kila kitu kiko sawa ndani ya nyumba yake. Na wakati huo huo Zawadi alikuwa chumbani kwake, akitabasamu kwa ushindi wa hatua ya kwanza. Na Victor alikuwa katikati ya vita kali zaidi ya nafsi yake. Je, safari hii atajizuia tena? Au siku inayofuata itakuwa mwisho wa kujizuia kwake? Na je, Neema ataendelea kuwa gizani au ukweli utaanza kujitokeza? Usikose sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kusisimua. Mambo sasa yanakaribia kulipuka. Kama umeipenda simulizi hii, bonyeza like, share kwa marafiki zako na subscribe kwenye channel ya DJ Manumbu ili usipitwe na simulizi kali kama hii. Hii ni sauti ya binti Zuri. Tukutane sehemu inayofuata.